Tutapataje kupona tusipojali wokovu? Mwandishi anasema tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa au uliletwa na Bwana, ulinenwa na Bwana. Amen. Na inawezekana ndio sababu ambao wakati mwingine tumeona wokovu kama ni kitu cha kawaida tu, kwamba unaweza ukaokoka asubuhi, jioni ukaacha. Ndio maana Paulo akasema tutumie uhuru wetu vizuri. Amen. Amen. Mungu ametupa neema. Hatukustahili kuitwa wana wa Mungu. Sisi tumekuwa watu wa mataifa tangu zamani. Hatukustahili kuitwa wana wa Mungu, lakini Mungu leo ametustahilisha kwa njia ya wokovu. Kwa hiyo lazima tujali wokovu. Wapendwa, roho ya kutojali siku zote haijawahi kumwacha mtu salama. Kuna watu wengine ameokoka hajali hata wazazi wake. Roho ya kutojali, wamekosa baraka kwa sababu ya kutojali wazazi wao. Wengine wamekosa baraka zao, wamesoma sana lakini wamekosa kazi, wamefukuzwa kazi kwa sababu hawakujali kazi zao, hawakujali. Hii roho ya kutojali haijawahi kumwacha mtu salama. Hata ungekuwa na huduma kubwa, hii roho ikiingia ndani huwezi ukaendelea na huduma. Hawezi kuwajibika tena kwa usahihi, hawezi kuwajibika vizuri. Hata kama angewajibika, atawajibika kwa ulegevu sana. Katika kizazi hichi imeliathiri kanisa wakati mwingine, kwa sababu tu ya maisha magumu. Mtu anaanza kupima maisha aliyo nayo, ugumu wa maisha, mambo mengi anayopitia ya kijamii, ya kifamilia na mambo mengine kadha wa kadha ambayo yanamzunguka. Anaanza kuona wokovu ni kitu cha kawaida, kwamba nimesikia hapa mwinjilisti anatangaza tangazo la kutoka nje kwenda kuhubiri. Lakini roho ya kutojali ikiingia, mtu hawezi kuona kuna umuhimu tena wa kuwajibika kwenye eneo la kuhubiri. Ataona kuhubiri ni kitu cha kawaida tu, hata asipohubiri ni sawa, mbona alishahubiri mwaka jana. Roho ya kutojali imefanya watu wamekosa ibada bila sababu za msingi. Wakati Mungu anamwambia Musa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 8 mstari wa 20, anamwambia nenda kamwambie Farao awape ruhusa watu wangu, nataka waende wakanitumikie. Sasa Mungu anasema yatosha utumishi uliotumika huko duniani, yatosha utumishi uliomtumikia Shetani. Mungu amekuokoa, anataka umtumikie. Ndio maana akakuweka mahali hapa. Lakini hii roho inapoingia, roho ya ulegevu, unakuta Mkristo sasa anakuwa wa kutumikiwa. Mkristo anataka kutumikiwa. Kama Mkristo unayejua wajibu wako, mara ya mwisho kuwahi kwenye ibada, kwamba ibada si inaanza saa 3 hapa, si ni saa ngapi? Pale kwetu si inaanza saa 3 kamili, tunaanza maombi. Nikamwambia mara ya mwisho kufika mapema, ukakuta hata viongozi wa sifa hawajafika ili watuabudishe tuingie kwenye maombi, mara ya mwisho ni lini?